kuteuliwa kwa nyakati kama hii. And the text that we have been reading is taken from the book of Esther 4:14. Somo letu limekuwa Esther mlango wa 4 mstari wa 14. Na inasema, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Let us pray. Atuombe. Our Father, the time is here. Speak to your children in Jesus' name. Amen. We have talked about many things concerning the book of Esther. Tumezungumza mengi kuhusu kitabu cha Esther. There are things that we listed out. Kuna hoja ambazo tulizinakili. We said that the book of Esther in general is talking about faith. Tukasema kwamba kitabu cha Esther kinazungumzia imani kwa jumla. It is talking about courage. Inazungumzia ujasiri. And it is talking about God's providence. Inazungumzia pale ambapo Mungu ndiye mpeanaji. Out of that we came out with the 5 points. Kutoka hayo tulitoka na hoja 5. We said that God was able to use Esther because Esther was willing to listen. Tukasema Mungu alimtumia Esther kwa vile alikuwa msikivu. And she shared her burden. Na akaweza basi hata kuwatwika wengine jukumu ile. And she turned to God in prayer. Akamgikia Mungu kwa maombi. She was courageous. Alikuwa mjasiri. Then she left everything in God's hand. Akamwachia Mungu mambo yale yote. The theme that we have been considering is chosen for such a time such as this. Kichwa kimekuwa ni walioteuliwa kwa ajili ya nyakati kama hizi. God chooses each one of us. Mungu anateua kila mmoja wetu. Not because of anything we have done. Si kwa sababu tumefanya lolote la maana. God is choosing us because we are good. Mungu anatuteua kwa vile sisi ni wema. Not because we are righteous. Sio kwa sababu sisi ni watakatifu. But God is choosing us to make us righteous. Anatuteua ili aweze kutusafisha tuwe watakatifu. When God anointed David, Mungu alipompa Daudi, it was not because he had done anything. Si eti kwa sababu alifanya jambo lolote la maana. He had not even killed Goliath. Kwa hakuwa hata amemuua Goliathi. And he had to wait for many years. Alingojea miaka mingi baadaye. Before he could ascend to the throne. Kabla hajaweza kukalia ufalme. God chose Saul of Tarsus. Mungu alimteua Sauli wa Tarsus. Not because of anything good. Si kwa sababu ya jambo lote zuri kwake. But because of what God was willing to do. Lakini kwa ajili ya jukumu alilotaka kumtwika. Through him. Kupitia yeye. And God also chose King Saul. Mungu akamteua Sauli mfalme. But Saul did not choose to be choiceworthy. Saulo mwenyewe hakuinuka kuweza kukubali uteuzi ule. We have said it here. Tumesema hapa that God has chosen us. Kwamba Mungu ametuteua. We must choose to be choiceworthy. Lazima tuchague kuinukia dhamana hii. And so God has chosen you today. Mungu amekuteua siku ya leo. God has chosen me today. Amenichagua siku ya leo. Whether we are tithe thieves. Kama sisi ni wezi. Or whether we are slanderers. Ama sisi ni waongo. Whether we are murderers of character. Kama sisi ni wale ambao wanaua kwa tabia. Kama sisi ni kunongonezana juu ya wengine. God has chosen us not because of anything good in us. Hajatuteua kwa ajili tuna jambo lote nzuri ndani yetu. He has chosen us to make us what he would want us to be. Ametuchagua ili aweze kutusafisha tukamfanane. I am talking to you today. Na kuzungumzia leo. Mordecai is telling Esther. Mordecai anamwambia Esther. If you remain completely silent. Kama utakimia. You and your father's house. Wewe pamoja na nyumba ya baba yako. Will be destroyed. Mtaangamizwa. But relief and deliverance will come to the Jews. Wala usaidizi na ukombozi wa Wayahudi. From another source. Utatokea upande mwingine. So I am talking to you today. Basi nakuongelesha siku ya leo. To remain silent. Kwa kubaki kimya. Is to die. Ni kukubali kifo. To remain silent is to die. Kubaki kimya
ni kifo. Once again, for if you remain completely silent at this time, Kwa mara nyingine ukibaki kimya kwa wakati kama huu, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. ukombozi wa Yahudi utatokea upande But mwingine. you and your father's house will perish. Lakini wewe pamoja na nyumba ya baba yako mtaangamia. Yet who knows Lakini nani ajuae whether you have come to the kingdom for such a time as this? kwamba umeweza kupata kuwa katika kiti cha ufalme kwa ajili ya nyakati kama hizi? Mordecai's challenge Mordekai anamwambia, highlights a very important principle that we see here. akaweza kumwambia msingi ambao ni wa muhimu sana, That there is no neutral place in the great controversy. kwamba hakuna mahala pa katikati katika mashambulio haya makuu. You must make a decision. Lazima ufanye uchaguzi wako. You must choose. Lazima uchague. You cannot sit on the fence. Huwezi kukalia pale If you are katikati. chosen, you are chosen. Ukichaguliwa And you umechaguliwa, choose to be choice worthy. na lazima uchague But if uchaguo you are huo. chosen and you don't want to choose to be choice worthy, Kama umechaguliwa lakini hujachagua uchaguo then huo, there is nothing God can do, hakuna jambo Mungu anaweza because He will kufanya, not force you. kwa sababu hata And so kulazimisha. I want to say that the need for this time, Basi nasema kwamba hitaji la nyakati hizi, that God wants His people to do, kwamba Mungu anataka watoto wake we wafanye, need to be guided by, kwamba waweze kuongozwa, we need to be moved by, kwamba tuweze kusongeshwa we nao, need to be mobilized by, kwamba tuweze kukusanywa nayo, is the word urgency. na ni kwamba ni swala la It is upesi. crucial that Esther acts Ni immediately. jambo la muhimu kwamba Esther aweze kuinuka kwa upesi. She is not going to say, let me think about it. Hawezi kusema wacha nifikirie I will kidogo, think about it maybe next year. wacha nifikirie mwaka ujao. It is time to think and act now. Ni wakati wa kufikiria na basi kuwafanya maamuzi sasa. Urgency is crucial. Wepesi ni jambo la muhimu, And if there is anything that the church needs today, na kama kuna jambo kanisa inahitaji leo, it is that word of urgency. ni hilo neno upesi. Especially if you realize, if you realize Ukigundua that you are living in your sunset years like kwamba unaishi katika nyakati zako za mwisho kama pastor, lile ambalo unafaa what you kufanya, need to do, ambalo unafaa you must do kufanya, it quickly, lazima ufanye because you upesi, don't know about tomorrow. kwa ajili hujui ja You don't know kesho. whether you are going to sleep and you are not waking up. Hujui kwamba utalala na But usiamke. I am not living in anxiety. Lakini siishi kwa I am kiwewe, not worried about my life tomorrow. sina wasiwasi kuhusu I'm not maisha ya worried whether kesho. today be my last day. Sina wasiwasi kwamba leo ni siku But yangu I ya want to mwisho, live with a mind of urgency. lakini in my life. naishi na akili ya That upesi, whatever I need to do, I must do it kwamba today. lile ambalo nafaa kufanya nitalifanya I leo. cannot wait for tomorrow, Siwezi kungojea because kesho, I don't know about tomorrow. kwa sababu sijui mambo ya There is a kesho. text in the Bible Kuna somo katika Biblia that reminds me about this. linalonikumbusha, It is in the book of 2 Kings. ni kitabu cha Wafalme ya Pili, 2 Kings 7, Wafalme ya Pili 7. Tuna msomaji, verses 3 to 10. Wafalme ya Pili 7, 3 hadi 10. Jane, if you are there, 7, 3 to 10. Wafalme wa Pili 7 kuanzia fungu la 3. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata kufa? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasitisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli umewajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane hema zao
wapigane nasi 7. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. No. Thank you very much. To remain silent is to die. Kubaki kimya ni kufa. Israel finds herself in a terrible situation. Wayahudi wanajikuta katika wakati mgumu sana. Before you go to chapter 7 of this Second Kings, Kabla hujaenda mlango wa 7 katika kitabu hicho cha Wafalme 2, chapter 6 verses 24 to 33. mlango wa 6 mstari wa 24 To 33, I will ask hadi you, mstari wa I will 33. ask you to read it in your own time. Mtajisomea kwa wakati wenu. Here in this text of in chapter 6, Katika somo hili mlango wa 6 we see mothers making a decision. tunaona kina mama wakifanya It maamuzi. is a decision that involves cannibalism. Ni maamuzi ya kula binadamu. These are people of God. Hawa ni watoto wa Mungu. These are people who are now living in the promised land. Ni watu ambao wanaishi katika ile mahali ambapo walikuwa wamehaidiwa. These are the descendants of people who walked through the Red Sea. Hawa ni vitukuu wa wale ambao walipitia katika bahari ya Shami. These are the descendants of people who heard the voice of God on the mountain. Hawa ni vitukuu wa wale ambao walisikia sauti ya Mungu katika mlima They Sinai. are the descendants of people who are fed with manna in the wilderness. Ni watoto wa wale waliolishwa mana katika jangwa. Now they are in the promised land. Sasa wako katika ile nchi ya ahadi. But they have come to the place, Lakini wamekuja mahala, a place of desperation, mahala pa a mahangaiko, place where there is no food, mahala ambapo hapana a chakula, place where they cannot eat anything wakati ambapo hawana la kula, because they have chosen not to be choiceworthy. kwa sababu walichagua wasichague uchaguzi They are wao. the chosen people, Ni wale walioteuliwa, and yet they chose not to be choiceworthy. lakini walikataa kutii uchaguzi So wao. they are reaping Kwa hivyo wameweza kuvuna terrible result of sin. mahangaiko kama matokeo ya dhambi. And so here they are desperate. Kwa hivyo wakati huu wanahangaika. Why are they desperate? Kwa sababu gani wanahangaika? Because Ben-Hadad, the king of Syria, Kwa sababu mfalme Ben-Hadad wa has Syria besieged the city. ameweza kufungia ile He has jiji. besieged the city of Samaria. Amefungia jiji la Samaria. The siege is a slow death. Kufungiwa huku ni kifo cha It is polepole. a slow death because all the food supplies have been cut off. Ni kifo cha polepole kwa sababu chakula hakiwezi kuingizwa mle, All water supplies completely cut off. wala maji hayawezi kuingizwa pale, All the produce of the land and vegetables are rotting out there na in hata the michi field. na mboga na kila kitu zinafanya kuharibika And pale people nje. are left in the city to starve to death. Watu wamefungiwa mle katika jiji lile waweze kuhangaika wakafa. And so here these women, Sasa hawa wanawake hapa, they made an agreement. wanawake wale wakati ule wanafanya maamuzi, But before I go to the agreement that they made, lakini kabla hatujafikia maamuzi I yao, want you to picture what is going on in the city. nataka ufanye kupiga picha linaloendelea The katika jiji hili, desperation that is there, yale mahangaiko yaliyo pale, that people can turn to eat their own children. kwamba kumbe watu wanaweza kugeuka wakala watoto wao. And so the story goes Hivyo kisa kinaendelea that these two women agreed. kwamba wanawake hawa wawili walikubaliana They agreed that today, kwamba leo let us eat my son, tutakula mtoto wangu, and today we will eat your son. kisha kesho tule wako. Or this other woman said, why don't we eat your son today, Na yule mwanamke mwingine akasema, kwa sababu gani tusile wako and leo, tomorrow we eat my son. kisha kesho tumle wangu. But then when the following day came, Lakini siku iliyofuata vile this woman ilifika, had hidden her yule son. mwanamke mwingine akaficha And mtoto so wake. here the king of Israel is walking on the wall, Basi mfalme wa Israeli anatembea pale when kutani, suddenly he hears the cry of a woman. akasikia kilio cha mwanamke, And this woman is saying, help, na yule mwanamke anasema, nisaidie, help my lord the king. nisaidie mfalme, And he nisaidie, says, if the Lord does not help you, kwamba
usiponisaidia mfalme, where can I find help for you? nitaweza kutoa usaidizi wapi Mungu From asipokusaidia? the threshing floor, Kwa mahali pale pa kusaga or from miche, the wine press. ama pale pa kuweza kutoa vinywaji. Then the king said to her, Basi mfalme akamwambia, what is it that is troubling you? ni kipi kinachokusumbua? And she said, Akasema, this woman huyu mwanamke said to me, aliniambia, give you a son, peana mtoto that wako we may eat him today, tukale leo, and we shall eat my son tomorrow. kisha tutamla mwanangu wa kiume wa So we kesho. boiled my son Sasa tukamchemsha and mwanangu, ate him. tukamla. And I said to her, Nikamwambia on the next day, siku iliyofuata, give your son, basi toa mtoto that wako we may sasa eat him. tukamle. Sasa But she has hidden her son. amemficha wake. When the king heard the terrible words, Mfalme aliposikia maneno haya, he tore his clothes. akaweza basi kurarua nguo yake ya kifalme. And as he passed by the wall, Alipokuwa akipitia pale kutani, the people looked at the king, watu wakamtazama mfalme wao, and he realized that underneath his garments wakagundua kwamba chini ya zile nguo za kifalme was a sackcloth on his body. alikuwa amevaa ile nguo ya kulia ya kuomba. I want to say that a sackcloth will not save. Gunia la kuomba halitakomboa. He needed to rend his heart, Alikuwa peane moyo because he wake, was sackcloth inside. kwa sababu alivaa lile gunia la kilio But ndani, his heart was far from God. lakini moyo wake ulikuwa mbali na Mungu. And so when he sent word to Elisha, Kwa hivyo basi alipotuma neno kwake nabii Elisha, in fact he said, akasema God do so to me and more also, Mungu anitendee na hata zaidi, if the head of Elisha the son of Shaphat remains on his body. kama kichwa cha Elisha mwana wa Shaphat kitabaki basi mwilini. Ona hapa huyu mtu, This king huyu mfalme is taking an oath in the name of God. anachukua vao kwa jina la Mungu. He is taking an oath to kill Elisha. Anaapa kumuua nabii Elisha. Instead of going to Elisha to confess his sin, Badala ya kwenda kwa nabii Elisha akatubu dhambi he zake, has chosen to be unchoiceworthy. anaapa kutoishi kama uchaguzi wake. And so you can read the story. Kutoka kwa Wafalme ya Pili 6:21 as you go. mlango wa 6 mstari wa 21 ukiendelea pale chini. And so we come to 2 Kings chapter 7. Tunakuja basi katika mlango wa 7 ya somo hilo, with this kind of background, na basi kutoka kwa haya ambayo tumeweza where kuyaona, there is no food in the city, wakati ambapo sasa hapana chakula. and these are chosen people. Hawa ni watu walioteuliwa na Mungu. But I am talking to you and me, Na kuongelesha wewe that we pamoja have been nami chosen for a time like this, kwamba sisi ni walioteuliwa kwa nyakati when kama hizi, people are desperate, wakati ambapo pana when mahangaiko, there is death in the land, kwamba kuna mauti hapa when there is nchini, spiritual death in the land, kuna mauti ya kiroho when there nchini, are problems all over. kuna shida ulimwenguni. So I want to pick up 4 points, Kwa hivyo nataka kuchukua hoja and I will 4, run over them very quickly. kisha tutapitia kwa Point haraka. number 1 Hoja ya is kwanza, desperation. mahangaiko. Point number 2 Hoja ya pili, is discovery. uvumbuzi. Point number 3 Hoja ya is 3, duty. jukumu. And point number 4 Hoja ya is 3, doubt. atiati. When I'm done with this, we will be gone. Tukimaliza hapa tutakuwa So tumefunga. point number 1, Hoja ya and I kwanza, want us to read again nataka tusome verses msomaji 3 to 7. mstari wa 3 hadi 7. Kitabu kipi, mlango gani? 3 to 7 of 2 Kings chapter 7. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili 7 kuanzia tena fungu la 3. No. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata kufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, tuende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana
alikuwa amewakitisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. 7. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujipona nafsi zao. Hallelujah. You can picture what is going on inside the city. There is no food. Unaweza kupiga picha ile shaka ambayo iko pale jijini. Outside the gate there are 4 lepers. Pale nje ya lango kuna wale wakoma 4. And we understand what leprosy was about at that time. Na tunaelewa ukoma ulikuwa ugonjwa gani wakati kama ule. It was a dreaded disease. Ilikuwa gonjwa la kutia shaka kweli. There was something good with the lepers. Kulikuwa na jambo zuri kwa wale wakoma. As much as the clean people could not have them around. Wale ambao walikuwa wasafi hawangeishi pamoja nao. There was no division among the lepers. Hakukuwa na magawanyiko kati ya wale wenye ukoma. There was no distinction among the lepers. Wale wenye ukoma walikuwa kwa pamoja. There was no difference among the lepers. Hawakuwa wamegawanyika wale wakoma. They were united together. Walikuwa wakoma wanaoishi pamoja. They were in unity. Walikuwa wanaishi pamoja. The uniting factor in their lives Kilichowaunganisha was that they were sick. Ni kwamba walikuwa But wagonjwa. now here they were outside the gate. Kwamba wako pale nje ya lango. Hungry. Na pana njaa. Outside the city. Wako nje ya lango. No one is going to give them any food. Hamna atakayewalisha. As there was no food in the city. Kwa vile hamna chakula pale ndani. They were isolated. Wametengwa. They were the refuse of the city. Walikuwa wale waliokataliwa. And so here they are. Na basi wako hapa. They are desperate. Wanashaka. It's a case of desperation. Ni swala la mahangaiko. Desperation in the city. Kuna mahangaiko ndani ya nchi. Desperation outside. Kuna mahangaiko nje. The same way the Jews were desperate during the time of Esther. Vile vile Wayahudi walikuwa wana mashaka wakati wa Esther. And so their desperation basi shaka lao led them to a discussion. Ikawafanya wakaanza kuzungumza. And their discussion mazungumzo yao led them to a decision. Ikawaongozea maamuzi. And then they said, wakasema, if we stay here, tukibaki hapa we die. Tutakufa. If we go to the city, tukienda jijini, we die also. Tutakufa pia. Because there is no food. Basi hamna chakula. Said, let us go to the camp of the enemy. Tuende katika kambi la maadui. That maybe pale labda they can give us food. Uenda wakatulisha. But if they don't want to give us food, lakini wasipotulisha, they can kill us. Watatua. But that death will be faster. Lakini hicho kifo kitakuwa cha haraka zaidi. That we have here today. Kuliko kifo hiki cha pole pole. The Bible says that these 4 men, Biblia inasema wakoma 4, after they had reached a decision, walipoamua, they set up in the evening. Wakaamua jioni kuondoka. They were going to the camp of the enemy. Wakielekea kambi la wale maadui. Going to the camp of the Syrian army. Wanaenda katika kambi la Wasiria, jeshi la Syria. These men were deliberate. Hawa wakoma walikuwa watu wa kufanya maamuzi. Deliberate because they had discussed their issue. Walikuwa na maamuzi mzito. And they had made a decision to do what they were doing. Wakaamua kutekeleza walioamua. So we find them going. Basi tunaona wakienda. And they went. Wakaenda. A case of desperation. Swala la mahangaiko. And we have already said it here. Tumesema hapa. That when we are in need, wakati ambapo tunahitaji, that is the best time for God to reach out and meet us. Ndipo wakati Mungu anatufikia kwa wepesi. Point of need. Katika wakati wa hitaji. The next point 2. Hoja ya pili is discovery. Ni ufumbuzi. God sent his word to Elisha. Mungu alituma neno kwa nabii Elisha. When the king was making a promise. Wakati ambapo mfalme alikuwa anafanya kuapa. He was going to kill Elisha. Kwamba ataenda kumuua Elisha. But God sent word to Elisha. Mungu akamtuma Elisha nabii. And said to Elisha, tomorrow. Nenda ukamwambie. There will be food at the gate of the city. Kesho kutakuwa na chakula pale katika lango la jiji. There is going to be a change. Kutakuwa na mabadiliko. There is going to be a change tomorrow. Kutakuwa na mabadiliko siku ya kesho. So Elisha told the king. Nabii Elisha akaambia mfalme. But the king did not believe. Mfalme wala hakumwamini. Even the man who
who was supporting him Hata yule msaidizi wa mfalme did not believe. hakuamini In Elisha. fact, he said that even if God were to open the windows of heaven, Akasema hata kama Mungu basi atafungua madirisha ya there will mbingu, never be the fulfillment of that prophecy. haiwezi kutendeka kwamba kesho tuna But chakula. Elisha said, yes, you will see the food, but you will not eat. Elisha akamwambia, wewe mshauri utakiona chakula wala But then I hutakula. see these 4 lepers. Nikiwaona wakoma hawa wanne, They did not get to hear the word from God. Elisha. hawakupata kusikiza hili neno kutoka kwa But Elisha the nabii, Spirit of God worked through them, lakini Roho wa Mungu aliweza kuwatumia, that they decided to get out from their helpless condition wakafanya maamuzi watoke sehemu yao ya and mahangaiko, move and do something about their condition. wakaelekee kutenda jambo kuhusu mahangaiko They hayo. made up their mind Walifanya and they kuamua, said, we cannot stay here, wakasema hatuwezi kuketi hapa, because if we stay here we are going to die. kwa vile tukiketi hapa tutakufa. So these men decided to act, Wakoma hawa wakaamua kutenda jambo, and so they went, basi wakaondoka, and to the amazement of their na realization, kwa mshangao wao mkubwa zaidi, when they reached the camp of the Syrians, walipofika katika kambi ya Waasiria, there was nobody there. hampakuwa na mtu hata mmoja. The silence that received them, Kulikuwa na ukimya mzito sana, there was nobody there. hapakuwa na mtu hata mmoja. You can imagine the food that was there, Tafakari kiwango cha vyakula vilivyokuwepo pale, the stillness that was there. ukimya uliokuwa pale, Only the noise of the horses basi ni kelele, vilio tu vya farasi could be heard. vilikuwa vinasikika. The Syrians had heard some strange noise, Jeshi la Asiria walisikia sauti ya ajabu, the noises of chariots and horses, sauti za wanajeshi na mafarasi yao, and they assumed that the king of Israel wakafikiria ni yule mfalme wa had hired Israeli. other armies to come and help him fight Alienda them. akapata usaidizi kutoka wanajeshi wengine. It amazes me. Inanishangaza sana, It was in the evening ilikuwa jioni when these lepers started going. wakati hawa wakoma waliamua kwenda It pale. was in the evening Ilikuwa jioni when the Syrian army started running away, ambapo Wasiria, jeshi la Siria liliamua kuondoka, and they were hearing noises. wakawa wanasikia sauti hizi. Could it be that God made the footsteps of the lepers to sound like noises of chariots? Inawezekana and horses? kwamba walipokuwa wakitembea wale wakoma, Mungu akafanya basi wasikike kama mafarasi ya wanajeshi, Or could it be that God sent horsemen of heaven? au Mungu aliwatuma wanajeshi wa mbingu? But it was in the evening. Lakini ilikuwa jioni. And when they reached out there, Walipofika pale, you can think of the smell of the food. tafakari basi harufu ya chakula. As they got into the first tent, Walipoingia hema ya kwanza, you can imagine the drink that was there. tafakari vinywaji vilivyokuwa As they pale. moved to the next tent, Walipokwenda hema ya pili, you can think of the silver, basi ona kulikuwa na you can na think of the fedha gold na dhahabu and the raiments na zile and dhahabu all the zingine valuables. na vile vitu The vya dhamana. lepers were stunned Basi wakashangaa sana wale with their wakoma, fortune kwamba wameweza kupata as they bahati. went from tent to tent. Walipokwenda kutoka kwa hema moja hadi nyingine, It was so exciting. walifurahia sana, They could not believe it. They hawangeamini. looked around, Wakaangalia but there kando, was nobody around. hapakuwa na mtu hata mmoja. Only food Chakula tu and only drink na vinywaji and tu only wealth na mambo ya and dhamana only horses. na vifaa vya dhamana na and farasi chariots. na farasi za Hallelujah wanajeshi. to God. Haleluya kwake Praise Mungu. the Lord. Asifiwe Are Bwana. we moving together? And I Tuko see pamoja, revelation of ninaonyeshe words. kwa ishara. Hallelujah to God. Haleluya kwake You know, Mungu. when you come to Jesus, Basi ona ukija you kwake find Mungu plenty of bread, unapata basi because He is the bread of life. mkate kwa uzima. When you come to Jesus, Ukija kwake you Yesu will find water, utapata kunywa because He is maji, the water of life. kwa vile yeye ni maji ya When you uhai. come to Jesus, Ukija kwa you will Yesu find plenty of silver,
silver. Utapata dhamana Because he's kubwa, the pearl of great kwa price. sababu yeye ndio dhamana kuu When you come to zaidi. Jesus, Ukija kwake you will Yesu find all that your soul desires. utapata yote ambayo ni matamanio ya roho yako. Hallelujah to God. Haleluya kwake When you come Mungu. to Jesus, Ukija kwake all your Yesu needs will be supplied. mahitaji yako yote And so you have no yatashughulikiwa. business Basi hauna biashara remaining kubaki where you are. mahali ambapo You have no upo, business na uje remaining naam, at the spot where you are. usibaki The ulipo spot of helplessness. wakati ambapo pana The mahangaiko. spot of desperation. Usibaki kwenye Because mahangaiko, there is all in Christ kwa Jesus. sababu tunayo yote ndani ya Yesu When we come Kristo. to Jesus, Tukija kwake Yesu we Kristo find peace. tunapata We amani, find mercy. tunapata We find blessedness. tunapata rehema, I look at Bartimaeus. baraka. Angalia I Batimayo, look at Bartimaeus angalia Batimayo standing out there akisimama pale nje and is crying out, akimlilia Bwana needing an eyesight. na akihitaji macho. And so when he came to Jesus, Anapokuja kwake and Yesu, Jesus asked him the question, Yesu anamuuliza what do you want me swali, to do to you? nikutende He said, that nini? I may receive my sight. Anasema basi I look nipokee at the kuona. paralytic. Na akaenda kwa yule ambaye I look alikuwa at the paralytic being brought down. alikuwa amekwama kwa ugonjwa, aliyekuwa akishushwa chini. And then when he came to Jesus, Alipomkujia Jesus Yesu, said, your sins have been forgiven. Yesu akasema dhambi zako zimesamehewa. Hallelujah to God. Haleluya kwake And so Mungu. I see these lepers. Basi naona hawa They are wakoma going out there. wanaenda pale They get nje, more than what they expected. wanapata mengi kushinda They were going walivyotarajia. saying, if they have pity on us, Wanasema kwamba they wakituhurumia will give us food. watatulisha, But if they want to kill us, wakitaka it kutuua will be a quick death. itakuwa kifo cha haraka. And so I want to say, Nataka kusema when we come to Jesus, tunapokuja kwake Yesu he will meet us at our point of need. atatukutana nasi kwa hitaji We letu. have already said that. Tumesema hilo I look tayari. at Peter and James going to the temple that afternoon. Naangalia Petero na Yakobo wakienda katika hekalu And jioni this ile, beggar is looking at them. na yule anawatazama And this beggar is hoping that they will give him something. akiwaomba kwamba awape kitu. But Peter says, silver and gold have I none. Lakini Petero anawaambia kwamba sina fedha wala dhahabu, But such as I have, lakini kile nilicho give nacho I thee. nakupa In the wewe. name of Jesus, Kwa jina la Yesu Kristo, rise up and walk. amka ukatembee. And so like electric current Na basi kama ile stima going through his crippled legs, ikimpitia katika miguu yake iliyo he viwete, was fired with power from on high. akapata nguvu kutoka In mbingu the name of Jesus. kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah to God. Haleluya kwake That Mungu. name is above every name. Jina hilo lipo It is lipo above juu ya all majina names. yote. That name has put the devils to flight. Jina hilo limekimbiza hata Name has papepo. opened the eyes of the blind. Jina hili limefungua That macho. name has made the lame to walk Jina again. hilo limefanya viwete That name wakatembea. has healed the sick. Jina hilo And limetibu that name wagonjwa. raised the dead. Jina hilo No likawaamsha wonder wafu. Paul says Basi Paulo asema in Philippians 2, Wa- 9 to 11. wa Filipi He 2:9 says, hadi 11. therefore, Basi God also has highly exalted him Mungu amemwinua kwa and uzaidi, given him a name akampa jina which is above every name. ambalo lipo juu ya That majina at the yoyote, name of Jesus, kwamba kwa kutamka jina la every knee Yesu should bow. kila goti litainama, And those in heaven na wale walio and mbinguni those on the earth, hata walio and that every tongue hata walio ulimwenguni, confess na kwamba ndimi that zote Jesus Christ zikakiri Yesu is Kristo Lord ni to the Bwana, glory of God the kwa Father. utukufu wa Baba Hallelujah to God. Mungu. Asante, Praise the Lord. asifiwe Baba. Staying here Kubaki hapa without movement bila is death. bila kusonga ni Mordecai kifo. says, Kristo anasema, if you choose to remain completely silent, Mordekai anamwambia Esther, kama utakimya you will die. utakufa, But salvation will come to the Jews lakini ukombozi utawafikia Wayahudi from another source. kupitia upande So that mwingine. leads me to point 3. Basi inanipeleka kwa hoja ya That tatu, is duty. jukumu. Once you have realized your helplessness, Wakati umeangalia and you have mahangaiko made yako a decision, na ukafanya and you have maamuzi come to Jesus, na ukaja kwake you Yesu, not remain idle. huwezi kubaki bila kutenda You must kazi, do something. lazima ufanye jambo. So these men Basi hawa who wanaume went to the camp, walioenda they katika were in a great camp, waliokwenda katika kambi lile ya Siria, a great camp, of a Iliku- great army, ilikuwa kambi kubwa ya jeshi kubwa zaidi with great food na vyakula vingi, that led them to a great discovery. ambapo walipata kufumbua jambo kubwa. And so when they realized
Basi walipogundua that there was a blessing in the camp, kwamba pale kambini palikuwa na baraka, as despised as they were, hata vile walivyokuwa kitengwa, as outcast as they may be, walivyokataliwa, they had made a great discovery. walifanya kugundua jambo And so they kubwa. said, nobody is here. Wakasema hapana mtu hapa. God preserved them. Mungu amewahifadhi. God protected them. Mungu aliwalinda. God provided for them. Mungu akaweza And so kuwapa. God used them Mungu aliwatumia to bring a blessing to a starving city. kuleta baraka kwa nchi ambayo ilikuwa na They njaa. ate until they were full. Walikula hadi wakashiba. They kept whatever they could keep. Wakaweka dhamana waliokuwa They kitaka carried kuweka. and carried and carried Wakabeba na wakabeba. until they said, Wakasema what we are doing is not good. tunachofanya basi si kizuri. You see, they discovered Unaona, walifanya that their ugunduzi blessing could be a burden kwamba baraka inaweza kuwa mzigo if they kept the blessing to themselves. kama wangeweka baraka hizi If we kwa are wao. not willing to share the blessings that God has given us, Kama hatutaki kubebeana hizi baraka, that blessing will end up being a curse to us. baraka inaweza kubaki laana kwetu. But then there is good news. Lakini kuna jambo zuri. So they said, Wakasema people are starving. watu wana njaa. People are fasting. Watu wana njaa. People are in need. Watu wana What we mahitaji. do is not good. Tunachofanya si So we kizuri. will arise Tutainuka, and go tutakwenda. and tell to the household of the king. Tukaambia ufalme. I want to say to all of us, Nataka tuambia sisi sote. God has called us Mungu ametuita. to be a distribution center Tuwe mahala pa kutoa of his grace. kwa baraka zake. That we will not keep this grace of God. Tusijiwekee neema ya Mungu. Esther finally said when she realized her duty, Esther mwisho akasema alipogundua jukumu I will lake, arise and go. nitainuka na nitakwenda. And if I perish, I perish. Nikitoweka The nitatoweka. lepers are saying what we are doing is not good. Wakoma wanasema tunachokifanya We si must kizuri. arise and go and tell Lazima the city. tuinuke twende tukaambie watu wa We jiji. must tell the people in the Tuambie city. watu pale jijini. And so that leads me to verse 16. Basi inatuongoza katika hoja ya 6. Verse 16. Samahani, mstari wa 16. Verse 16. Mstari wa 16. Wafalme wa pili 7:16. Naam. Basi watu wakatoka, Naam. wakaziteka nyara hema za Washami, ikawa kipimo cha unga nzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shahiri kwa shekeli, sawasawa na neno la Bwana. Haleluya. When these lepers went and told the people at the gate, Wakoma hawa walipokwenda wakambiana pale langoni, they said the camp is empty wakamwambia kambi lipo wazi and there is plenty of food. na pana chakula pale kwa wingi. And the word reached the king. Basi neno likamfikia mfalme. But the king was doubtful Mfalme akatia shaka because he did not believe what God had told Elisha. kwa vile hakuamini kile ambacho Mungu alimwambia kutumia Elisha. And the king said, this is a trick, it's a trap. Basi mfalme akauliza kwamba mnataka kuninasa? But one man, Lakini mtu mmoja, thank God for one man, tushukuru Mungu kwa mtu mmoja, he said, let us pursue this. akasema wacha tuangalie jambo Let us hili. take the one donkey that is here Tuchukue punda moja aliyeko hapa, and let us follow it. tukamfuate. And they went out Wakamfuata and they were convicted na wakaweza kushawishika and they were convinced na wakashawishika and they were kikamilifu converted na wakabadilishwa, because they found that what the lepers said were true. kwa vile wahakikisha wakoma walikuwa wakisema ukweli, And the word of the Lord was realized. kwamba ujumbe wa Mungu ukaweza That there was so kuonekana, much food. kwamba kulikuwa na chakula kingi, There was so much food at the gate. kulikuwa na chakula kingi mno Because mlangoni, everybody rushed to get the food. kwa sababu kila mtu alikimbia kung'ang'ania And the man chakula, who doubted the word of God na yule mtu ambaye alitia shaka, yule was mshauri, crushed out there at the gate. akaangushwa akakanyagwa pale langoni. Deliverance came, Ukombozi ulikuja, but the people who doubted lakini wale waliotia shaka were not saved. hawakukombolewa. Haman Hamani decided to bring complete annihilation to the Jews aliamua kuhangaisha na kuangamiza Wayahudi because he hated one man. kwa vile alimchukia mtu mmoja. I want to ask you, Nataka nikuulize,
What do you do with your anger? Unafanya nini na hasira yako? When someone has annoyed you, Mtu akikukasirisha, do you want to fight them back? je, unawapiga? Do you want to retaliate? Je, unalipa We kisasi? have said that Haman had everything that he needed that could make him happy. Tuliona Hamani alikuwa na kila kitu alichohitaji ili kupata faraja, But one man lakini mtu mmoja made him lose his happiness. ilimfanya akakosa kabisa Because this faraja, one man could not bow kwa down. sababu huyu mtu mmoja alikataa kumwinamia. If God has placed you in a position of power, Kama Mungu amekuinua, don't demand too much. usiitishe mengi sana. Humility Uwe mpole, mnyenyekevu. brings success. Unyenyekevu huleta ushindi. But when you demand too much power, Lakini ukiitisha kuinuliwa sana, that brings downfall. inaleta kushushwa kwako. Haman lost his life Hamani alipoteza maisha yake because one man, kwa vile Mordecai, mtu mmoja, Mordekai, did not bow down to him. alikataa kumwinamia. Finally, when King Xerxes granted the request, Mwishowe mfalme Ahasuero alipowapatia lile walilotaka, waliloitisha, and heeded the petition, na akaweza kutii, and Haman was hanged on his own gallows, Hamani akanyongwa kwa ule mti wa kunyonga alilotengeneza. the king, Mordecai, and Esther had to write again the letter, Mfalme Mordekai pamoja na Esther ilibidi waandike barua asking the nyingine Jews to defend themselves. kwamba Wayahudi wakajitetee. Esther had left the result in God's hand. Esther alikuwa ameacha matokeo mkononi mwa And Mungu. when that day came, Siku hiyo ilipofika, God blessed the Jews. Mungu aliweza kubariki They Wayahudi, killed their enemies wakawaua maadui wao more than their enemies thought they would eliminate the Jews. kushinda vile maadui walivyokuwa wakitaka kuangamiza wao, Because one woman kwa vile mwanamke was mmoja willing to take a risk. aliamua kuweza kuchukua Because jukumu. remaining where you are Kwa vile kubaki ulipokuwa is wewe basically death. ni kufa. You look at yourself. Jiangalie wewe, You know where you have been. unajua mahali ambapo kwepo, You know those changes that you need to make in your life. unajua yale mabadiliko ambayo unafaa kufanya maishani mwako, You know those things that you need to correct. unajua yale ambayo unafaa kusahihisha. Choosing to remain where you are Maamuzi ya kubaki pale ulipo means death. ni maamuzi ya kufa. And so we see here Esther, Basi tunaona hapa Esther together with the lepers, pamoja na wale wakoma decided that we will not stay here. walifanya maamuzi ya kutobakia walipokuwa. I don't want to stay here. Sitaki kubaki nilipo, I don't want to stay here. sitaki kubaki nilipo, Because a great deliverance is coming. kwa sababu ukombozi mkuu unakuja. Hallelujah to God. Haleluya kwake A Mungu. great deliverance is coming. Ukombozi mkubwa unakuja. One of these days, Siku moja Jesus is going to come. Yesu Kristo atakuja. Yes, Jesus is going to come. Naam, Yesu atakuja. In childhood, Totoni he baffled the doctors. alishangaza madaktari. In manhood, Katika ujana wake he rules the course of nature. aliweza kubadilisha masuala ya He anga. owned no servants, Hakuwa na mtumwa, and yet they called him master. lakini bado walimwita na He ufalme. owned no degrees, Hakuwa wala na digirii, and yet they called him teacher. lakini walimwita mwalimu. He led no armies, Hakuwa na jeshi, and yet they called him Lord. lakini walimwita baba He yao. had no medicine, Hakuwa na and yet they dawa, called him healer. lakini aliitwa He led mponyaji. no battle, Hakuongoza and vita yet he yote, conquered the world. lakini alikuwa He kamanda. committed no crime, Hakutenda and dhambi, yet they crucified lakini him. He walimsulubisha. was buried in a tomb, Akazikwa and pale, yet he lives again. lakini yaishi hai Hallelujah tena. to God. Haleluya kwake Who is Mungu. he? Ni nani huyu? He is the bread of to the hungry. Ni yeye basi alishai He is walio na njaa, water to the thirsty. ailia He is awanywishe rest walio to the na, weary. He is rest to the weary. ni mapumziko kwa He is waliochoka, hope for the dreary. ni wale matumaini kwa He is a waliochoka. wheel in the midst of a wheel. He is a wheel in the middle of a wheel. Yeye ni tumaini ndani ya matumaini. He is a lawyer in the courtroom. Yeye basi ni yule mwakili katika hukumu. He is a load carrier Yeye ni mbebaji wa and the mizigo burden bearer. na mbebaji wa mizigo. Can I tell you his name? Basi nikwambie jina Can I tell lake, you his name? nikueleze jina Can I tell lake, you his name? nikueleze jina His lake. name is wonderful. Yeye basi ni yule His name is mshupavu. counselor. Yeye ni yule His name anatupoesha.
kutisha. is mighty God. Yeye ni Mungu. His name is everlasting Father. Yeye ni aishie milele. His name is the Prince of Peace. Yeye ni yule mfalme wa amani. And when you call on his name, Na wakati unapoita jina he is lake, always there, yupo pale, hearing every prayer, anasikiza kila faithful ombi, and true. ni When you mkamilifu, confess your sins, na ukitubu he dhambi will zako forgive you. And that is why atakusamehea. I'm saying, Na ndio posa anasema remaining where you are kubakia ulipo is death. ni kifo, But when you are ready to change, lakini ukiwa tayari when you are ready kubadilika, to go on duty, ukiwa kuchukua when you are ready to jukumu, make a decision for ukiwa him, tayari kufanya maamuzi when he kwake, comes, anapokuja one of these days, siku moja, as we have always said, tulivyosema, we will see a small hand tutaona mkono from mdogo the eastern sky. upande wa And as mashariki, that hand comes and gets closer na to the mkono huo earth, utakapotusongea, and then we will know basi tutajua that the king is coming. kwamba mfalme Because amefika, that cloud is going to grow brighter kwa sababu mawingu hayo and yatakuwa brighter peupe and brighter. na yatang'aa na kung'aa. Hallelujah to God. Haleluya And kwake the Mungu. trumpet is going to Na sound. tarumbeta And italia, all the dead in Christ na wale waliokufa are going katika to rise Kristo up. watainuka, And then we will be caught up in the clouds. basi tutapatana naye And we have mawinguni. said it here. Na tumesema For hapa 7 days, kwa siku we 7 will be ascending to the sea of glass. tutakuwa katika And safari we pale will ya be there Shamu, for 1,000 years. tutakuwa pale kwa miaka At 1000. the close of the 1,000 years, Tukifunga miaka we 1000 will come down to earth. tutarudi And when that new Jerusalem comes down, katika Yerusalemu mpya, when that new Jerusalem comes down, Yerusalemu mpya and the feet itakaposhuka of Jesus steps on Mount na Olives. miguu ya Yesu itashukia pale. You know, when I stand on Mount Olives, Nikisimama those katika of you who have been to Mount Israel, Olive, wale ambao walienda Israeli, you know, when you stand on Mount Olives, unajua ukisimama mlima you Olives, look across the Kidron Valley, ukitazama basi pale kando, and you see the eastern gate of Jerusalem. unaona malango ya Yerusalemu ya And you mashariki. realize that that gate is permanently locked. Unagundua kwamba lango hilo limefungwa The reason kabisa, why it is permanently locked na imefungwa kwa is sababu because they are waiting for the Messiah. kwa sababu wanamngojea But they are Mesaia, waiting for the Messiah lakini wanamngojea when there is Mesaia already a cemetery. ambapo ameshafika, But they believe that the Messiah cannot go through a cemetery. lakini wanaamini kwamba Mesaia hawezi kupitia mahala pale So pa as much maziko. as they are waiting for the Messiah, Kwa hivyo wanapomngojea they are Mesaia also blocking the Messiah not to come. wanamfungia Mesaia But I want to pale. tell you Lakini that nakwambia after the 1,000 years, kwamba baada ya miaka when we 1000 come down here tutakaporudi chini and Jesus hapa, steps on that Mount na Olives, kwamba Yesu it atakanyaga is going to mlima be a wa great Olives, valley. naam, It is going to be a great valley. itakuwa ni jambo kubwa And zaidi, the holy city will come and rest there. na Yerusalemu mji mpya utakuja ukapumzikia pale. So the fulfillment, not the fulfillment, but the promise. Basi ahadi, The promise that Jesus made, ahadi aliyotupa sisi that the Yesu, meek will inherit the earth. kwamba wale wanyenyekevu watarithi dunia After this world will have been cleansed. baada ya ulimwengu huu kusafishwa, Because when the new Jerusalem is there, kwa sababu Yerusalemu and mpya the second itakapofika resurrection takes place, na ufufuo utakuwa umefanyika, the second resurrection takes place, ufufuo wa pili utakuwa and umekamilika, God cleanses the earth. na Mungu atasafisha ulimwengu. I want to make appointment with you. Unataka kufanya ahadi na I want to wewe, make appointment with all of you nataka here, kufanya ahadi na that nyinyote when the earth will have been made new, kwamba wakati ulimwengu utakapo and then I kufanywa will upya, have my house in the city, na nitakuwa na jumba langu pale kwenye my jiji, small mansion in the city, ile manshoni yangu pale kwenye but I jiji. don't know where my country home will be. Sijui kwamba kwangu ninakotoka kutakuwa wapi, Whether it will be in Karachuonyo, labda itakuwa or Karachuonyo, whether it will be here, labda hapa that is Nairobi, not a problem. sio shida But I hiyo, want to make appointment lakini nataka kufanya ahadi na that wewe when in that new earth, kwamba katika mji that mpya you will huo, come and visit me in my new kwamba home. utakuja kunitembelea katika jumba langu. Hallelujah to God. Haleluya kwake Mungu, Praise the Lord. asifiwe Who Mungu. knows, maybe you will be my next door neighbor. Nani ajua, labda utakuwa But jirani in my yangu. vivid imagination, Lakini as nikitafakari, I have always said, ninaposema that through the countless ages of eternity, kwa miaka hiyo isiyohesabika I ya will milele, not be in a hurry, sitakuwa na but haraka, one day, lakini siku when moja I will be in my
country home, nitakapokuwa pale as pangu, I am busy looking at the beautiful trees nikiangalia miti mirembo around the house, ambapo pale karibu na jumba langu, beautiful fruits, na matunda yale matamu I will mazuri, see the king coming to visit na me. nitaona mfalme akija Hallelujah to kunitembelea. God. Haleluya kwake And the king Mungu. will come to visit me. Mfalme atakuja And then kunitembelea. I will go up behind the house and pick some beautiful fruits. Nitaenda pale nyuma ya nyumba And I nikamchunie will matunda put the mazuri, fruit before the king. na nitaweka mbele ya And we mfalme, will have a good time talking with the na basi king. tutaketi tukizungumza na And mfalme, finally, when the king will tell me, na mwishowe mfalme calling me ataniambia by my new name, niite na jina, akiniita know. na jina I jipya, don't know what that name will be. sijui hilo jina lilipi, But then he will say, lakini ataniambia child, mtoto wangu, it's time to go. ni wakati wa kwenda But then I nyumbani. will tell him, Lakini nitamwambia Lord, Lord, before you go, Bwana, kabla huja kwenda in that old earth, katika ulimwengu ule mzee, I used to have a friend. nilikuwa na rafiki yangu mmoja, I used to call him my husband. nilikuwa namwita bwanangu, He lives next door. anaishi pale kando. Can we go and visit with him Basi before you twende go? tukamtembelee kabla huja kwenda. And so we will go with Jesus Basi tutaenda na mfalme to Yesu visit my husband. tukamtembelee mume He will wangu. not be my husband Hata then, kuwepo mume wangu pale, hata because there kuwa is mume no wangu, marriage in kwa heaven. vile pale hapana ndoa, But he can still be my good friend. lakini bado anaweza He kuwa will rafiki still be yangu, my neighbor. anaweza kuwa jirani So yangu. we will go with Jesus. Basi tutaenda na Yesu And we Kristo will visit my na husband. tutamtembelea mume Then we wangu, will sit there and eat. na tutaketi pale Not in tukale a hurry. bila haraka. There is no sun going down. Hamna jua linaloenda We are chini. living in eternity. Tunaishi katika uzima wa We are not in milele, a hurry for anything. hatuna haraka kwa vile So we will yoyote. sit there Basi tutaketi and pale, eat and enjoy. tutakula na tutakuwa na And raha, finally, na The mwishowe king will say, children, mfalme atasema, it's time for wanangu, me to ni go. wakati wetu But wangu wa then we will say, kwenda. Lord, Lakini tutamwambia let's Bwana, escort you a little bit. wacha It's a tukusindikize vivid kidogo. imagination. Nitafakari And kabisa so akilini there mwangu. Jesus will get hold of my Basi hand. pale Yesu atashika mkono And wangu there Jesus will get hold of my na husband. atamshika mkono wa mume wangu, And so he will lead us as we walk into the woods. atatuongoza tukitembea pale And mitini, there we will have the privilege of asking some of the difficult questions we had no answers for na here. tutaweza kuwa na nafasi ya kuuliza maswali magumu ambayo hatuna majibu hapa, And there he will answer all our questions. na pale atayajibu maswali And yetu our yote. hearts will be satisfied. Basi na nyoyo zetu zitaweza kuridhika. Hallelujah to God. Haleluya kwake It is Mungu. only a dream. Ni ndoto yangu It's tu, only an imagination. ni fikira But zangu I tu, believe it is true. lakini na imani ni Because the word ukweli, of God is true. kwa vile neno la He Mungu said, ni la let ukweli. not your heart be troubled. Asema msiwe na masumbuko Believe in nyoyoni, God. amini Believe Mungu also in me. na mniamini pia In my mimi. father's house Kwake, kwa are many babangu mansions. kuna If it were not so, kuna majumba I would mengi. have told you. Kama ingekuwa hivyo I go to singewaambia. prepare a place for you. Nimeenda kuwatarishia And if I go majumba, and prepare a place for na you, nikienda kuwatarishia I will come again. nitarudi That tena, where I am, na ndio mahali there nilipo he may be also. ndipo basi hata nyinyi muwe. He is coming again. Anarudi tena. Hallelujah to God. Haleluya kwake Praise Mungu. the Lord. Asifiwe There is Mungu. no doubt. Hamna There shaka, is no question about it. hamna swali juu ya He hiyo. is coming again. Anarudi tena, And so to remain here nasi kubaki is hapa death. ni kifo. I cannot remain. Siwezi I kubaki, cannot remain. siwezi kubaki. Mordecai said, Mordekai anasema if you remain silent, ukibaki kimya you will die. utakufa. Lepers are saying, Wakoma if wanasema we sit here, tukiketi we hapa will die. And tutakufa. I'm saying, Nami nasema if you remain here, ukibaki hapa you will die. utakufa. Nobody is remaining. Amna mtu I am anabaki, not remaining. mimi sibaki, And you are not remaining. wewe There ubaki. is no reason Hakuna sababu why we should remain. tuweze kubaki. Hallelujah to God. Haleluya kwake How many Mungu. are saying with me, Lord Wangapi Jesus, wanasema nami Yesu Bwana, I am not remaining. sibaki. I am not Haleluya, remaining. There sibaki. is no reason. Amna sababu. The Lord has done so much. Mungu amefanya The mengi Lord has mno, done so much. amefanya mengi mno. There is no reason Amna sababu why we should remain. ya kubaki hapa. The issue is, Swala ni we have been chosen. tumeteuliwa. Are you choice worthy? Je, umesimamia uteuzi wako? I cannot sit down without making an appeal Siwezi kuketi bila kuweza
kuwapatia ushawishi. And I know this is the camp of the saints. Najua kwamba hili ni kambi la walioteuliwa. And there are those who came up here already. Na kuna wale ambao tayari walikuwa wameshajitolea hapa mbele. Made a decision. Wakafanya maamuzi. To walk with the Lord. Kwamba watatembea na Mungu. In newness of life. Kwa upya wa maumbile yao. Going through the waters of baptism. Ili waweze kupata ubatizo. But I want to make another appeal. Lakini nataka kusema tena, kutoa wito tena. Another person. Je, tunaweza kuwa na mtu mwingine yule? There be another soul. Tunaweza kuwa na nafsi yoyote miongoni mwetu. Who is saying, Lord Jesus. Ambaye anasema, Yesu Kristo. You made appointment with me. Umefanya maagano na mimi. And you brought me here. Ukanifanya kuja hapa. I'm not going back home the same way. Rudi pale nyumbani hivyo nilivyokuja. I cannot go back the same way. Rudi nilivyokuja. I want that newness of life in my life today. Nataka maumbile hayo mapya kwa maisha yangu. I accept the Lord Jesus Christ as my personal savior. Nataka kumtii Yesu Kristo kama mkombozi wangu. Please pray for me. Kwamba mniombee. Can I see a hand? Natoa wito kwamba kuna mtu kama huyu ainue mkono. God bless those hands. Mungu aweze kubariki mikono hii. God bless those hands. Mungu abariki mikono hii. My eyes are growing dim. Macho yangu yanakuwa nyepesi. And I may not see up to the ends of the tent. Na siwezi kuona hadi mwisho wa hema hizi. And so I'm asking again. Basi nauliza tena. Is there someone here? Natoa wito. Who is saying, Lord Jesus, pana mtu miongoni mwetu ambaye anasema, Yesu Kristo, accepting you as my personal savior. Na kuchagua leo kama mkombozi wangu. I'm not going back the same. Sirudi sawa nilivyokuja. I want newness of life. Nataka ni upya. I want to be baptized. Nataka nibatizwe. Or I want to be rebaptized. Ama nataka nibatizwe tena nizaliwe upya. Can I see those hands? Nataka nione kwa mkono, kwa ishara ya mkono. I want to be baptized. Nataka ubatizo. Or I want to be rebaptized. Au nibatizwe tena nizaliwe upya. I am accepting the Lord as my personal savior. Nachukua tena Yesu Kristo kama mkombozi wangu. It's a special appeal that I'm making. Ni wito maalum ambao nautoa. Ni wito maalum ambao natoa kwa wale waliokusanyika hapa. And I'm stepping out of my comfort zone. Na basi naweza kutoka mahala hapa. And you can step out of your comfort zone. Nanyi pia uweze kusonga, na yule pia aliyejitoa aweze kuja. Je, kuna nafsi Lord Jesus, miongoni mwetu anayosema, I want newness of life in Christ. Nataka kuzaliwa upya. Please pray for me. Mniombee. I can't see. But if you, I can't see because, as I have said, my eyes cannot get out there. So I will say, if you are making a decision for Jesus, would you please stand up? Nataka kusema sasa, kama unafanya maamuzi kwa ajili ya Yesu Kristo, tafadhali inuka. Pastors are here. Tunao watumishi hapa. The leaders are here. Tunao viongozi hapa. They are going to pray for us. Wataweza kutuombea. Is there a soul? Je, kuna nafsi in this congregation miongoni mwetu that is saying, Lord Jesus, ambaye anasema, Yesu Kristo, I'm coming home. Naja nyumbani. I'm coming home. Naja nyumbani. And nothing will hold me back. Na kuna litakalo nishikilia. I'm not staying here. Sibaki nilipo. I am not staying here. Sibaki nilipo. Because staying here means death. Kwa sababu kubaki hapa ni kifo. And I don't want to die. Na sitaki kufa. I'm coming. Naja. Is there a soul? Tunaye moja. Is there a soul? Tunaye moja. I don't know if that person out there is standing. Kuna yule anayekuja hapa. Karibu, karibu sana. God bless you. Asante. Barikiwe na Mungu. Is there another soul? Tunaye mwingine. Is there another soul? Tunaye nafsi mwingine. You are saying, I am not remaining here. Unasema kwamba hubaki ulipo. I am not remaining here. Sibaki nilipo. Because remaining here means death. Kwa sababu kubaki hapa ni kifo. But I don't want to die. Lakini sitaki kufa. I am coming home. Naja nyumbani. Coming to Jesus. Naja kwa Yesu. Is there another soul? Tunaye mwingine, na tunaye mwingine anakuja. And I want to ask all those who are here in the morning. Nataka kuwaomba wale waliokuwa hapa asubuhi. You stepped out in the morning. Wale ambao walijitolea hapa asubuhi. Bless you. God bless you. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Come and join us also. Wale waliokuwa wametoa maisha yao, mje hata nanyi tuungane nanyi. God bless you. Mungu awabariki, Mungu awabariki. God bless you.
those who are here in the morning, wale ambao tulikuwa tumewaombea waliotoa maisha yao, together with other, pamoja na yule yeyote mwingine. you are saying, Lord, Unasema kwamba Yesu, I am not going home back the same. sirudi tena nyumbani nilivyokuja. Asante. You want to be baptized, you want to be rebaptized, that time is yours. Unataka ubatizo wa kwanza au ubatizo tena mwingine. God bless you. Mungu awabariki. Na kuna mwingine anakuja, karibu sana. God bless you. Mungu awabariki. Karibu. We are waiting. Tunawangojea. Any other person who is saying, I'm not remaining here? Je, tunaye mwingine anasema sitabaki hapa? To remain silent. Kubaki kimya When God wants to wakati ambapo Mungu anataka ufanye jambo. remain quiet. Kunyamaza kimya When God wants you to move. Mungu anapotaka usonge au uzungumze ni kifo, But you don't want to die. lakini hutaki kufa. Any others? God bless you. Mungu awabariki. Kwa damu